Joseph Yona wa Chalinze. Nimepokea message hapa kutoka kwa mwenyekiti wa Chadema wa mkoa mmoja hivi ambao sitautaja kwa sasa hivi. Akaniambia, Yona, mkutano wa wenyeviti wa Chadema wazua maswali Heche abanwa ndani ya mkutano ambao ulifanyika jana tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 2026. Watanzania wengi wameshangaa kwa nini mkutano wa Heche na wenyeviti wa mikoa haujajulikana mpaka sasa hivi. Ni kwamba jamaa amebanwa. Yaani wenyeviti wa mkoa wa Chadema wanamwambia Heche ajibu tuhuma zake. Yaani raha sana kwa kweli. Naona sasa hivi Chadema wameanza kujitambua. Ni mjadala kuhusu uungwaji mkono wake ndani ya chama pamoja na tuhuma za ubadhirifu zinazomkabili. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kuhusu kikao hicho, mkutano huo ulitakiwa kuhudhuriwa na wenyeviti wa mikoa 30. Lakini umehudhuriwa na wenyeviti wa mikoa 15 peke yake. Yaani leo Watanzania mnatakiwa mjue wenyeviti wa mikoa wa Chadema mikoa 30 waliotakiwa wahudhurie kikao cha jana tarehe 13 mwezi wa 8 2026. Wamehudhuria wenyeviti wa mikoa 15 pekee. Hii ndio maana tunasema unaona namna gani makamu mwenyekiti hakubariki ndani ya kile chama zaidi ya story za kijiweni. Hoja za ubadhirifu ilitokea. Miongoni mwa hoja zilizozua mjadala ndani ya ule mkutano ni tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za wadau, ruzuku wanazochangia na pesa nyingi. Nafikiri mnaona ananunua mang'ombe yake yale kwa ajili ya kustaafu, mimi sijui. Ingawa suala hilo halikujadiliwa kama ajenda rasmi, baadhi ya wajumbe wanadai kuibua wakati wa mjadala na kumtaka Heche kutoa ufafanuzi. Akijibu hoja hiyo, Heche alidai kuwa aliwahi kutumiwa kuhusu wadau kutoa pesa na pesa za ruzuku akiwa Kigoma, lakini akasema suala hilo lisijadiliwe katika kikao cha ndani kwa sababu lilimalizika. Aidha, kwa mujibu wa taarifa hiyo, Heche aliwataja baadhi ya viongozi wazi akiwemo Godbless Lema, Joseph Mbilinyi na Boniface Jacob ambaye ni Boniai, kwamba hao anasema akidai kuwa wanamuonea wivu yeye. Yaani maana yake Godbless Lema anamuonea wivu. Ni kitu cha hatari sana. Ndio maana anawaambia Heche ndio kiongozi wa kwanza wa kitaifa ambaye tokea Chadema imeanzishwa mpaka leo amekataliwa na wanachama wenzake. Mjadala kuhusu baraza kuu. Taarifa hiyo pia inaeleza kuwa Heche alizungumzia hofu yake kuhusu kikao kijacho cha baraza kuu, akitaja uwezekano wa kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye. Pia alidaiwa kuwepo kwa mipango ya vijana kuandaa maandamano au mabango dhidi yake wakati wa baraza kuu, pamoja na kile alichodai kuwa ni mkakati wa Chauma nini na wakina Godbless Lema wakiwa wanashirikiana, tuhuma za kuhongwa wajumbe. Vile taarifa hiyo inatoa madai mazito kwamba kabla ya kikao hicho Heche aliwaita baadhi ya wajumbe mmoja wale 15 na kuwapa fedha taslim shilingi 300 kila mmoja. Hata hivyo, madai hayo bado hayajaambatanishwa. Muda sio mrefu mwenyekiti huyo ambaye amenipa taarifa hii ataniambatanishia kunionyesha namna gani Heche amempa kila mjumbe pesa kwa ajili ya kutomtukana ndani ya kikao hicho cha wenyeviti wa mikoa. Lakini hata wenyeviti wenyewe wa mikoa mmeona badala 30 wameingia 15. Mkutano wa waandishi wa habari. Nini sasa kinachofuatia? Baada ya kikao hicho, taarifa hiyo inasema mwenyekiti wa mkoa wa Iringa Wile Mungai amepangwa kuzungumza na waandishi wa habari kuhusu yaliyojiri katika mkutano huo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mkutano huo unalenga pia kueleza msimamo wa wenyeviti wa mikoa kuhusu uongozi. Yaani Wile Mungai ameandaliwa kutoa uongo na kuzungumza maneno ya uongo na wakina Heche. Kwa mujibu wa taarifa hiyo inaonyesha kuwa mkutano wa Agosti 13 haukuondoa mjadala kuhusu tuhuma zinazomkabili Heche, huku baraza kuu likitajwa hatua muhimu inaelezea mwelekeo na mvutano huo. Sasa lengo langu ni nini? Pointi ni kwamba wenyeviti wa mikoa wamekaa, wamemtuhumu Heche, wamemwambia Heche, acha kulalamika, acha kupiga kelele, jibu tuhuma.